الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، katika aya tulisoma jana sura Al-Anbiya, ili tuendelee na aya 41 tutizame 39 na 40 mbio mbio au bali 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. tumeona kauli kama hivi, istizai zao na maskhara yao mara nyingi wanasema haya, tuambie basi hiyo ahadi ya kiyama na adhabu sukala nini itakuja, kama kweli tutafufuliwa. In kuntum sadiqin, bado nasema iko nyinyi mnasema kweli. Na ndio Mwenyezi Mungu anajibu lau ya'lam, lau ya'lam, lau angelijua. Neno kubwa sana, big challenge, au sio? Lau ya'lam, lau ya'lamu alladhina kafaru, wale waliokufuru. Wanatajwa ile kufuru yao, alladhina kafaru, ile sifa ya kufuru waliokuwa nayo ndio wanaambiwa wao directly. Kwa sababu na nyingine tumeona idharaka wa idharauka, na hapa ile idharaka alladhina kafaru, idharaka alladhina kafaru. Kwa hivyo lengo linapigwa target kwa wale alladhina kafaru. Kwa hivyo aya kama hiyo 39 sura Al-Anbiya, lau ya'lamu alladhina kafaru, lau angelijua. Na ikiwa Mwenyezi Mungu asema lau ya'lam, bimaana hawezi kujua, wanaweza kufikiria tu, lakini ukweli wa mambo hasa siku itakayotokezea, hicho kinachotokezea siku hiyo kiyama na adhabu namna gani ilivyo kali, hawezi kujua sasa hivi mpaka siku watapoanza kuonja. pale tunaanza natarauna aljahim thumma natarauna aina alyaqin, kwanza aljahim alafu aina alyaqin, alafu baadaye itakuwa nini? Haqqul yaqin, watapotumbukizwa kwenye moto. Lau ya'lam, naam, lau ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar, watapoangalia letu wangelijua wale waliokufuru wakati ambao hawatauzuia moto an wujuhihim, kwenye nyuso zao, an wujuhihim an-nar wala an dhuhurihim, wala tuweza kuzuia migongoni mwao, katika migongo yao tupowazunguka. Wala hum yunsarun, wala hawatanusuriwa, wala hum yunsarun. Kwa nini? Kwa sababu adhabu hii kadri utakaweza kutaka kuipicture, kuweza kuiona namna gani itakavyokuwa, kwa kulinganisha na experience ya yule kafiri katika yale mambo ambayo yanayotokezea kila siku. Haya mambo mengine kabisa, hiyo zalzati saa, mtetemeko huo si mtetemeko hii midogo midogo hii sehemu fulani ile katika ardhi, lakini mtetemeko mkubwa na mambo yatakayotokezea makubwa, la lau ya'lam, lakini hawajui. Kwa sababu jambo hili pia, bal ta'tihim baghta, utawajia ghafla. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. aya hii bali تأتيهم بغتة, utafikia ghafla. Baghta nimetumika sehemu huku na huku katika Qur'ani, katika Zumar na hapa, itawajia ghafla. Fatabhatuhum, kwa kuja huku kutasababisha nini? Watashtuka, watahamaki. Adhabu hiyo imekuja ghafla, baghta inasababisha fatabhatuhum, utashtua. Halafu fala yastati'una raddaha, basi wao ukiwajia ghafla kama hivi, watakuwa hawataweza tena
kurudisha. Fala yastati'una raddaha, wataweza kurejesha adhabu hii inayokuja hivi, la hawezi. Wala hum yunzarun, wala mbona mkuja mapema, mbona kuja haraka, nataka muhula kidogo, nataka muda kidogo, postpone kidogo. Hakuna muhula, wala hawatopewa muhula ukasubiria basi tutakuja kesho. Basi mara ijayo, mara yote nyingine hakuna. Kisha kuja bakta, utawashtua, hawana njia, la hawezi kuirejesha, wala hawezi kukimbia, wala hawezi kuomba jamani niondoshe tuondoshe baadaye. Hakuna kurakibishwa time, icheleweshwe, la abadan. Kila kitu inakwenda kwa wakati wake maalum aliopangia Mwenyezi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun, wala tupewa muhla. Kutokana na aya hizi ambazo zinatupa ile picture ya hali itakavyokuwa siku hiyo, na vipi watakuwa makafiri, tuposhangaza mambo haya tupotokezea, inakuja ghafla aya inakwenda katika jambo jingine. 41 Allah anasema nini? Anasema walaqad istuhzi'a birusulin min qablika, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Aya nasema hivi, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Aya ngapi? Ya 41. Walaqad istuhzi'a, na bila shaka mitume, birusulin min qablika, walikuja kabla yako, na wao pia walifanyiwa istihzai. Na mitume walio kabla yako walikishwa dhihakiwa, wamewadhihaki, wamefanya maskhara, wamefanya istihzai. Istuhzi'a, al-istihza, istuhzi'a, walifanyiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala musalliyan linabiyihi sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anampa taslia, anampa faraja, anampa comfort, na huku humwondoshea huzuni zake. Analeta aya hii ya Muhammad, haya yanokufika makubwa, istihzai wanaifanya, kucheza shere, kukufanyia wanaofanyia maskhara, na upuuzi wao wanaokuambia yanajua nakukera. Usifikiri wewe peke yako unakuja haya, wenzako wameshawajia yote haya. History repeats itself. Tena kila akipoja mtume na haya anafanyiwa wenzako kabla yako, mitume wote wamefanyiwa. Wa anta ma kunta bid'an min ar-rusul, wewe hujawa tofauti na mitume wengine kwamba wewe utapata kitu special. Na wewe utaingia miongoni mwa wale waliowafika wenzio waliochaguliwa kabla yako. Ukianza tukiokuza za Nuh na Ibrahim na Musa na Saleh, wote hawa wamefanyiwa na wewe. Kwa hivyo ukiwa unafanyiwa, ustahimili. Taslia, faraja inakuja kutoka kwa Mola kwa kumwambia aliyopita. Ndio kwa maana kule aya nyingine tunaona wa kullan naqussu alayka وكلا نقص عليك نبأ من الرسل من أنباء الرسل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. na kila tukikutolea visa amba na habari za ar-rusul, mitume mbalimbali, haya yote kwa ajili ya nini? Kuweka, kufanya moyo wako uwe thabiti, uwe mgumu, uweze kustahimili yale utakayopambana nayo. Na ndio sababu aya zinashuka, baadaye na kushuka tena, inakuja na kwenda, anapambana na mambo makubwa, anamzidi, anapigwa kisa cha Mtume Musa, kisa cha Nuh, kisa cha nani, yote ya nini?
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل kila tukitolea habari za mtume mbalimbali. Hebu niambie Musa, mambo mangapi yametokea, kamfanyia nini Firaun, kamfanyia nini Hamana na Qarun, na kila mmoja kisa kinakuja mara kadha wa kadha. Tunaona Musa ametajwa mara chungu zima kabisa, na vitendo vya Firaun mwingine. Yote haya kwa ajili ya nini? Kila mara anashushua aya fulani, usisahau Musa kafanya hivyo, usisahau Nuh kafanywa hivyo, ili nini? Impe nguvu ala. Kwa hivyo unatakiwa nini? Niwe ulul azm, miongoni mwa ulul azm ya rusul. Kwa hivyo anasikiza Mwenyezi Mungu, anamsikilizisha Mwenyezi Mungu mtume wake habari za mitume mbalimbali, na anamwambia, kwa sababu unakuta aya katika surati al-An'am, qad na'lam, tunajua vizuri, qad na'lam innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, tunajua vizuri kwamba inakuhuzunisha yale wanayosema. Aya hii ya 33 katika surati al-An'am, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, qad na'lam, tunajua vizuri, innahu, ya kwamba, la yahzunuka alladhi yaqulun, yanakuhuzunisha sana yale wanayosema. Istihza wala qad istuzia birusul min qablika, na wewe pia wanakufanyia istihzai, lakini hawa fa innahum la yukadhibunak. Mara nyingine wanasema na wanajua, kuna wengi wanaojua ukweli. Kwani Abu Jahil alikuwa hajui kama mtume wa kweli? Anajua, lakini kwa nini apewe yeye? Kwani tusipewe sisi? Kwa nini asipewe? Kibri. Fa innahum la yukadhibunak, hakukadhibishi wewe wala kukanusha, walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun. Juhudi tu, pinga tu basi, kukataa. Sio kwamba hawakuamini, wanaamini. Na tunakuta hii katika surati Al-An'am, na unakuta katika surati An-Nahl pia aya inasema ni wala qad na'lam, ile kuambiwa tukupasha habari. Lakini hapa basi ikiwa ni hivi, fanya hivi, wala qad, ile qad na'lam hapa, wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka. Mwenyezi Mungu anajua kwamba kifua chake kinakuwa na dhiki ndani yake, kinabanika kwa yale yanayosikia. Unapopata faraja, kifua kinapanuliwa, inshirah sadr, ukaona unaona raha. Alam nashrah laka sadrak, tunaambiwa mambo yalikuwa mazito, lazima anahitajia inshirah sadr. Sallallahu alaihi wasallam akihitajia kwa ajili ya kazi ngumu aliyopewa na mengi anayosikia kutoka kwa Makureishi. Kwa hivyo hapa aya kama hii ya mwisho kabisa surati An-Nahl, wala qad na'lam, na tunajua annaka, ya kwamba wewe, yadhiqu sadruka, kifua chako kinabanika kabisa, unaona dhiki kabisa, bima yaqulun, kwa yale wanasema. Fa basi nataka dawa kutoa mara 3 la hii kila dakika, kila ukikumbuka, fasabbih bihamdi rabbik. Allahu akbar. Tazama dawa kubwa katika dawa الأدوية الإلهية أن يتكنين سبحان ربي، سبحانك اللهم بحمد، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحانك سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. ذات الصيغة mbali zanini za tasbihi leti, lakini hapa fasabbih bihamdi rabbika subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, sema sana. Dawa yenyewe utaona kidogo kidogo kifua kinapanuka. Mwenye mafua hawezi hata kuvuta pumzi, vuta nusa hii, kunywa dawa hii, au sio, paka sio viksi, sifanya nini, kidogo kidogo inaanza kufunuka, na sio. Sasa yeye hii dawa yake ilikuwa ndo Mwenyezi Mungu anampa prescription, wala usende pharmacy wala nini kutafuta dawa. dawa yako unayo mwenye. Subhana rabbiyal ala, subhanallah bihamdi, fasabbih bihamdi rabbika. Hilo moja. Taibu na pili, masunapo vidonge vile vitatu aina mbalimbali. Iko ajili ya hichi, iko ajili ya sio. Ya pili sasa. Kidonge cha pili wa 10 na sajidini. Eti sijida nyingi. Sogea kwangu sana, maana unaomba mina sajidini na makeni. Usujudu sana. Maana nini?
ujongee kwangu, usogee, taqarrab. Na aqrab ma yakunu al-abd min Allah wa huwa sajid, anapokuwa na sujudu basi uko karibu naye. Wewe unakwenda chini na ameenda uko karibu na Mwenyezi Mungu, uko karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, anakusikia zaidi. Dua inosomwa hivi na dua inosomwa katika sujudu tofauti, ina ubora zaidi kwa hivi kwa sababu wewe nini, umejidhalilisha, umeudhalilisha heshima yako yote, uso wako umeudhalilisha kwa kudidimiza kwenye ardhi, na huku unamtukuza kwa kauli subhanaka ya rabbi, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal. Kwa hivyo wakun min as-sajidin. Halafu ibada yako endelee nao, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, uendelee kumwabudu Mola wako mpaka yaqini ikufikie, mpaka mauti yakufikie. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, hatta ya'tiyaka al-maut, uendelee moja kwa moja. Na ikiwa kazi yako umemaliza kama ilivyokuja katika idha jaa nasrullah, kazi mshaifanya, wachie vijana uliowafunza masahaba wa khulafa ar-rashidin na wengineo, hawache wataendelea na kazi. Khalas, wameshajua wewe, mshapa maamrisho yako, mshaweka kila kitu wazi, kazi wataifanya wakati wao. Kwa hivyo unapokuja aya hii, waraita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh, imeongezeka istighfar, subhana rabbil hamdi, subhanallah bihamdi, astaghfirullah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Hii inaponesha maradhi gani ya makosa yako madogo nini, kwa sababu innahu kana tawwaba, anaondoa kabisa, anakupa tauba, anakutubia, anakusamehe Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaposoma aya kama hizi, kama hii tulisoma, wa laqad istuziya birusuli min qablika fahaqa billadhina sakhiru, kiwacha kwanza tunasema hicho kipande cha mwanzo. Na ilivyokuwa wewe si tofauti na mitume mingine, yatakufika kama aliofika wao. Na usubiri, wasbiri kama sabara ulul azmi min ar-rusul, usubiri kama waliosubiri wale vigogo vya mitume walikuwa wanabeba imani na subira kubwa sana katika nyoyo zao. Qul ma kuntu bid'a min ar-rusul, waambie hayatonifika, najua atanifika tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniambia wewe hujawa, mimi sijawa tofauti na mitume mingine. Mimi sasa mitume mingine yatanifika aliowafika wao. Wama adri ma yuf'alu bi wala bikum, wala sijui yale yatakayoni ifikia wala yatakayokufikia nyinyi. Inattabi'u illa ma yuha ilayya, kwa hivyo mimi sikwambieni chochote isipokuwa kile nilichofunuliwa na Mwenyezi Mungu. Wahi ulionijia ndio nakuamrisheni, ila ma yuha ilayya wama ana illa nadhirun mubin, mimi si chochote isipokuwa mwenye kupeni indhar, maonyo makali na kuweka wazi mambo yanayotaka Mola subhanallah. Taib, kwa hivyo Mtume sallam wakati anapoambiwa maskhara chungu zima na istizai, yale wanaoambia, alikuwa anaona uchungu, kifua chake kinabanika, na Mwenyezi Mungu anampa taslia, anampa faraja na comfort, anampuliza, anampoza moyo, kama alikuja wajibu an tasbir, na wewe fasbir, usubiri kama sabaru al-azmi min ar-rusul, kama usubiri wao. Kwa mfano anaambiwa anaposoma katika sura Hud, wakati alipopewa amri Nabii Nuh, tengeneza jahazi, ikawa Nabii Nuh anapofanya hii, لما كان يصنع السفينة وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولو سجوا كان بيتشوتي ولو ظلموا إنهم مغرقون. sasa basi, ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه, kila akipita kundi wale wa vigogo wa nchi wale wakipita pale, wanamuona na anachonga pale, anatengeneza jahazi kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Na namna gani anafundisha, sakhiru minna qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun.
Kwa nyuma tufanye maskhara sasa hivi mtakuja kuona. Achekae mwisho ndio anachekae vizuri hasa. ما تسخرون تسخر منه فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم itawajia adhabu wenyewe watajuta. Kwa hivyo Nuh amefanyiwa maskhara na stihzai chungu zima. Naam. Na kadhalika anaambiwa faqala almalau alladhina kafaru, katika aya nyingine katika surat Hud, wale waliokufuru wanaambia nini? Min qaumihi ma naraka illa basharan mislana, unajifanya mtume sijui, hatakuoni wewe kama bashar, binadamu, mwanadamu kama sisi tu. Wama naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna, wala sioni hao wanaokufuata wewe ni watu duni kabisa, watu wa chini kabisa, watu wasiokuwa na vyeo katika jamii. Aradhiluna, halafu kisha badi ya rai zao wala zisikilizwe, wala hakuna nini, rai za hali ya chini kabisa, hazileti maana yoyote. Wasaabudu Mungu mmoja, tuache miungu chungu zima tulioitengeneza tukaiabudu. Kwa hivyo rai kama hizo kwa badi ya rai, kwa mtazamo wao, au sio? Wa ni'mu sawab, maneno yaliyokhasa mazito ni zaidi kwamba nini? Tunaabudu miungu mnayotengeneza wenyewe isiyokuwa na manufaa, isiyokuwa na madhara. Kwa hivyo hawa waliokufuata watu kama wewe, wajinga kama wewe, hata wana rai ya kusikilizwa, yani maneno yao puzi tu, badi ya rai. Kwa hivyo wakaambiwa Nuh, sasa haya maneno unaposikia mtume sasa anapata nguvu. Wama nara lakum alaina min fadl, hatuoni ubora wote juu yetu sisi nyinyi, wewe na waliokuwa kuamini, bal nadhunnukum kadhibin, lakini sisi nadhani kwamba nyinyi nyote ni waongo. Haya kaambiwa Nuh, kaambiwa nani? Nuh. Au kama ilivyokuja katika Nabii Saleh alivyoambiwa ni qad kunta fina marjuwan, mwanzo wetu tulikuwa tunakuheshimu, ulikuwa kutegemewa wewe, kuwa na hadhi maalum, cheo kidogo katika nini, katika jamii. Qad kunta fina marjuwan kabla hadha, kabla haya, lakini kuja ukasema maabudu Mungu mmoja, tuache miungu yetu, hapo tumekutoa maanani. Na tumekutoa au kama Nabii Hud kaambiwa ni in naqulu illa ataraka ba'dha alihatana bisu, we unaikataa miungu yetu, ukaita Mungu wako mpya wewe. Sisi tunaona kwamba miungu yetu ndio walokufanyia mambo ukaona una kichaa sasa. Yani maneno kama haya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa laqad istuzia birusul min qablika, bila shaka ataka anapewa tizama katika visa mbalimbali wa mitume mbalimbali. Ama Musa tena kapata sukhria mengi sana kutoka kwa nani, kwa Firauna na Hamana na Qarun, hata imefika hadi kauli aliyosema Firaun, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin, niamwoni kama mimi bora kuliko huyu ambaye alikuwa ni mnyonge kabisa huyu. Sio hivyo tu, wala yakadu yubin, katika Zukhruf, wala yakadu yubin, maneno anasema wala sikiki, ana kisembe, ana nini, almuhimu mzito wa kusema ulimi wake. Lakini Mwenyezi Mungu amchagua nani? Nduguye, ili amsaidie Harun. Kwa hivyo tukitizama mengi yamemfika Musa kama aliwafika mitume mwingineo, lakini haya yote kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoomba maneno haya na anapewa ilaji, namna gani dawa yake, tasbih wa sujud na mengineyo na ibada, haya yanampa nguvu na fa'lan. Na hizo ibada hizi tokea mwanzo wanapopoa al-muzammil qum layla, simama usali usujudu sana. Hii ndio dawa ya nini? Ya inshirah sadr,
kifua chako kitapanuka, kifua chako kitabeba imani ya kuweza kukabili yote atakayokufika mazito. Alwizr uliokuwa mgongoni mwako, mzigo mzito sana, unaweza kuvunja ni mgongo wako. Alam nashrah laka sadrak, kukupanua kifua chako. Wadhana anka, lakini tumeutua mzigo wako uliobeba mgongoni. Wadhana anka alwizr, wizr ni mzigo wote, kero nini, adhabu unaipata kutoka kwa Makureshi. Wadhana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, ulikuwa karibu kuvunja mgongo wako. Silama kwamba lazima kuna mzigo kaubeba, la utoeni utupe chini. Hayo yale wanaofika Mtume sasa, yale yanomfika tokea mwanzo, na huko anapata wadhuha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wama qala. Usiwasikize hao, Mola wako kakugomea, naona kakupuza, hakushushi wahi siku hizi kidogo, kichelewa wahi. Kumbe wanapenda wahi, unapokuwa unachelewa wao wanasema wadhuha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka ma qala. Anaambiwa la, hajakuacha, hajakupuuza wala hajakasirika naye, kwa sababu anaambiwa Mola wako akasirikia, hakushushi kitu. Sasa unatakia nini? Si unatakia nini? Wahi unashuka haushuki hata kunilaumu. Kumbe inawakera ile, kila mara tutizame upande wa pili wa aya makusudio. Kwa nini wanasema hivyo, au si? Kwa hivyo Mtume sallam yamefika mengi, na anapokuja kusoma aya kama hii anapata faraja kubwa sana, taslia na kumuondoshia huzuni alikuwa nayo. Aya ina faida kubwa sana kwa Mtume Muhammad sallam, aya kama hizi na kama ile tusema mwanzo, wa kullu naqussu alayka min anba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak, kwa ajili ya kuthibitisha moyo wako uendelee katika kazi yako ya da'wa bila tabu. Tayeb, fahaqa billadhina sakhiru minhum, fahaqa billadhina sakhiru minhum, fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Kwa hivyo wale waliowafanyia maskhara yaliwafikia yale waliokuwa wakiyafanyia dhihaka, yale waliokuwa wakiyafanyia dhihaka, basi yaliwafikia natija yake wale walikuwa wakiyafanya. Fahaqa billadhina sakhiru min, fahaqa yani nazala bihim wa ahata bihim, imashukia na ikawazungukia, yamewajia wenyewe, yamerejea. Kwa hivyo fahaqa billadhina sakhiru minhum, yale waliokuwa wakifanya maskhara yamewashukia na adhabu yake na tabia yake, ma kanu biyastahziun, kwa yale waliokuwa wakifanya istihza yamerejea wenyewe. Atibaye nini kisima ongea mwenyewe, sio? Basi ndo maana yake kwa ufupi yani, fahaqa billadhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Hii ni aya ya ngapi? Ya 41. Inshallah tuendelea na aya 42 darasa jayo. وبهذا نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.